Hello guys, I have a story here to share with you. My dad almost killed me one day. Kuna time tulikuwa tumekosana na yeye. Tumekosana na my dad vizuri sana. So what my dad used to do, tukikosana na yeye anaingia kwa room yangu, anasanya kila kitu, ma bed sheet, nguo, nini, everything. Anaacha nyumba, mattress nini, anaacha nyumba tu iko hivyo iko na kiti. Sikuwa na kiti, sofa like this one that I'm seated on here. Anachukua everything. After amechukua everything anaweka kwa nyumba yake. So mi niko tu Maraundi huko. So after tumekosana that time, nilitafuta wazee nini nikarudishwa home. Si nikachukua funguo za nyumba yake, nikaingia kwa nyumba yake, nikajitolea vitu, nikajiwekea kwa nyumba yangu, nikaspread kila kitu nikaeka A1. And that day I remember very well, hakukuwa na stima. So me and my girlfriend that time nikakuja na yeye kwa the same nyumba yenye ilikuwa imedemolishwa. Yeye ndiye alikuwa ananisaidia kurudisha vitu. Si my dad akakuja, okay, mimi nikaingia jioni, like the whole day nini jioni ikafika ni time ya kulala, hakuna stima, we are using torches nini. Kwanza tulitoka nje tukatafuta dishi, alafu tulitafuta kiroma, alafu tukarudi. So hiyo jioni juu hakukuwa na stima, si mimi nikaingia kwa nyumba nikalala. So my dad time ya kukuja home akapata stima ziko on. So stima zilikuja, mimi sijui, nilikuwa nishadoze. Tulikuwa tushadoze. Stima ziko on, stima za security ziko on, stima za nyumba yake ziko on, stima za nyumba yangu ziko on, stima ya bro ziko on. So what my dad did, alikuja kwa nyumba yangu akanoka. Richard. Kanoka. Akafungua. My dad kumbuka alikuwa ameniruhusu nirudi home sasa after tumesolve conflict and whatever. Amekuja nimekalia meza. Sikuwa na cushion ama nini. Ilikuwa tu na kameza na viti mbili za plastic. Hapo nikamfungulia, sina nguo ya juu, niko na trouser peke yake. Kafungulia, niko na mausingizi. So kuna curtain like this one imeseparate key bed, imeseparate key side ya city na side ya bedroom. So manzi yangu ako huko nyuma. Si mzee akafungua, nikafungulia mzee nikaketi hapo kwa meza. Niko na mausingizi hadi simuoni vizuri. Akaniuliza nani alikupatia hizi vitu kwanza first of all. Kamwambia dad, we solve everything. So I came to pick the things from your house and kupanga my house. Akaniambia who gave you the permission to pick your belongings from my house. Kamwambia dad, nilifaa kufanya nini? So singebishana na yeye. Yaani ngumi ilirushwa, kuinama hivi na nikatoka. Kutoka ni mbio sasa. Nikafika kwa gate. Kuangalia nyuma kama ndio huyo. Ilikuwa nini? Ilikuwa kuna kikitu alishika akanirushia. Mimi ndio huyo nikaruka kwa gate. Unaweza ona hii ni alama. Sijui kama zitaonekana. Niko na mama kisuku. Nikaruka gate. Vile niliruka gate za ushago, pia nyinyi mnajua zimewekwa machupa. Like ukuta imeishia hapa na hizi ni machuma. Man, nilikanyanga kadirisha kengine kalikuwa hapo. Mimi ile kujishika hivi nini. Sina t-shirt bro. Vile tu nililand chini hivi. Nakutana na bro na kuna wasee walikuwa wanakaa kwetu. Kuna tu vijana tulikuwa tunakaa kwetu. So tukaongea ma 1 2 tukiwa tunaongea hivyo mawe ikagonga gate. Nikatoa bro overall. Alikuwa amevaa overall, alikuwa ametoka kazi. Nikamtoa overall. Mimi nikatoka teke. So vile mimi niliishia, I hand my phone kwa mfuko. Nilikuwa najua what may happen. So nilikuwa nimejipanga.
So I had to call bro, nikamwambia bro, do you know what, kuna mtu ako kwa kija yangu, mchukue mweke kwako. Ningefanya nini? So madamu alichukuliwa akawekwa kwa nyumba, wakadozi mpaka asubuhi. So mimi tena nikutafutana na wazee, nikasema pole tena. So guys, don't forget to subscribe, don't forget to like and comment on my video. Kama imekubamba, acha tusonge. Guys, let you share with me your stories, and I will share with the people around here. That's it.